Mimi wenu tena ule kwa majina naitwa Justin Fire. So ndugu zangu na wasalimu kwa wale ambao ni asubuhi, habari asubuhi ama kuria ramse. So na kwa wale ambao mnakaribia kulala mara kwa sababu saa zinapishana kwetu sisi hapa naona ni jioni. Na wale wa jioni, habari ya mchana, habari ya kushinda. Leo niko na jambo ambalo nataka tuchangie tukiwa kwa umoja. Kwa wale ambao wako process za kuja hapa Marekani, nitagusia vitu viwili vya maana ambavyo vinawahusu wale na vinatuhusu hata sisi wenyewe ambao tunaishi hapa, na wale watakaobaki huko wajue ni hali gani tunayoishi hapa Marekani. Ndugu zangu, topic ambazo nitaongelea leo, nitaongelea topic ya kwanza, nitaongelea kuhusu kazi. Ya pili nitaongelea kuhusu nyumba. Je, huku kwetu kupata kazi ni kama kwetu Afrika? Je, nyumba kuipanga ni kulipa kama kwetu Afrika? Hiyo ndio vitu ambavyo tutaongelea kwa siku ya leo, na nitaomba tu kitu kimoja, muendelee kushare hii channel yetu ili tuendelee kupata subscribe na watu wengi wa kufuatilia kipindi. Isiwe vipindi yetu kwa tusiwe wachoyo kwa kutaka kusikiliza si wenyewe, tupatie na wengine na wasikilize. Topic ya kwanza ambayo nitaanzia kuhusu kazi. Nadhani kuhusu kazi, kwa wale ambao waliofanya kazi inapishana, sio hapa sio kama Afrika. Afrika kitu chiko easy. Hapa Marekani sio easy sana. Kwa sababu hapa Marekani changamoto ambayo inakuwa kwa kutafuta kazi ni changamoto nyingi. Utapitia kwanza kwa kutafuta usafiri, mbele uende tafuta kazi. Kabla huna usafiri, kazi itakusumbua sana, kwa sababu unakutana kazi za hapa sio kazi ya nyumbani eti naenda pota matope, naenda lima. Hapana, ni kazi ambayo inachukua mwendo mrefu na process nyingi sana ili upate hiyo kazi. Je, ni kitu gani ambacho kitakusumbua ili upate kazi ambacho niko naongelea? Wakati unaingia kwenda apply kazi, una apply kwa kutumia ni Kiingereza peke yake. Haswa ndugu zangu nyambo mngali Afrika, nitawaomba tu mjikaze kwa kusoma Kiingereza, kwa sababu unapofika hapa Kiswahili haitumiki, Kinyarwanda haitumiki. Ndio itakusaidia kwa hospital, kwa kila vitu vingine ya kuhusikana na ofisi, lakini kuhusu kazi ni Kiingereza. Utakutana kazi hapa si Afrika tulizoea ni kupatana, tutapokea utanilipa ngapi na ndatumika siku ngapi. Hapa haitumiki hivyo. Hapo kishaenda apply kazi, itabidi uhesabu, yani wewe utaangalia tu ni pesa waliweka kwenye kazi. Hiyo kazi utahesabu kwa saa. Wakati utahesabu kwa saa, na hiyo ndio malipo ambao waliweka pale, sio hiyo siku. Unakutana sasa kuipata. Changamoto ya kwanza niliwaambia ni Kiingereza. Ukiwa hujui Kiingereza, kufaulu hiyo exam ya kazi iko vigumu sana. So inakuwa vigumu kwa nini? Kwa sababu wamoja tunaingia ku company, tunaenda apply kazi, unakutana amelomba, je, nitapata interpreter wa kunisaidia kwa kunitafsiria Kiingereza? Utakapouliza tu hivyo, nadhani hapo kazi utapata. Ya kwanza utakuuliza kuhusu mileage. Ngapi ambayo unapenda kuenda utumike, yani kunyupate kazi. Hiyo nani exam nyingine ambayo inaangusha wamoja. Haujui mileage maana yake nini? Mileage ni aina ya urefu gani ya kutoka kwako na kukazi. Unapenda ikuwe aina ya urefu gani? Je, kilomita ngapi? Hiyo kitu inatupea changamoto. Yengine ni hiyo usafiri. Wakati huna usafiri ili uende uapply kazi, si kwetu unakutanaka mtu kwake unapajua. Ila hapa haujui mtu, haujui utaenda uliza nani. Kwenda kwa ofisi hautaenda kwa miguu. Ofisi utabidi uwe na usafiri ambao utakuwa na kuchukua kule. So na kwa kwenda tafuta kazi, sio kama kwetu Afrika tutatafuta kazi na pita tu hivyo. Ila hapa kuna changamoto nyingine ambao ni ya maana tena. Na hii vitambulisho yetu sio kama vyote ya Afrika hiyo fomu tutaenda, hapana. Vitambulisho hapa ni kitu ya maana. Kwa sababu gani nakwambia ni kitu ya maana? Na kila ukienda apply kazi wala umeenda apply nyumba, hiyo kitu wanakuomba zaidi. Kwa sababu wanalomba vitu viwili. Watakulomba ID, wanakulomba na social security. Je, social security kwa nyinyi pamoja maybe itawasumbua kuielewa. Social security ni kitu ambacho kinaweka siri zako zote. Hiyo siri zako zote, ukiwa ulifanyaga makosa kwenye kazi yako ya kwanza,
wala ulikosea munjia ingine, uliiba msoko, uligonga mtu, hivyo vyote wanavitia mu record yako ya social security. Bikisha ingia mwa social security, kama ulifanya makosa kupata kazi hapa ni vigumu. Na chengine Afrika tulikuwa tukimaliza apply kazi, hizo kazi tutapita tunaanza tumika kesho. Ila hapa inakuwa process ya mrefu. Kwa sababu uta apply kazi, unachunga result wa kukubali. Wakishamaliza kukubali, wanakupatia appointment, unapanga appointment tena nyingine ya kwenda fanya testing drug. Hiyo testing drug ni nini? Kukupima mwili wako kama hauna droge, kama haukunywi, kama yani vitu kama hivyo. So ukishamaliza hiyo process, uko na process ya kusubiri tena. Unasubiri like wiki ama wiki moja. Ukishasubiri ndio utasikia wanakuita ukianza tumika. So hiyo nadhani tukue tunaikatiza hapo. So hapa sasa tunataongelea katika process ya kuapply nyumba. Kule kwetu Afrika tunaita kupangisha, kodisha, vitu kama hivyo. Hapa ni process mkubwa sana, ni process ya nguvu tena ya mkubwa sana. Inakuwa process ya nguvu aje? Kwetu unaweza kuwa uko na pesa yako, unaenda unatafuta landlord ili ufanye nini? Ukamate nyumba yako, uishapata nyumba. Lakini hapa kila kitu yote ni online, uta-apply ni online, na utaenda kwa ofisi ni hivyo, ni vitu virefu sana. So why kwa nini unaweza kuwa na pesa yako kabisa, nyumba ukakosa? Why kwa nini unakosa nyumba? Kukosa nyumba ni hiyo niliwaambia kuhusu social security yako. Kama social security yako iko makosa, ujue kupata nyumba itakuwa kazi ya nguvu sana. So ndugu yangu, naomba kukuwa na chunga kwanza social security zetu vizuri, tusifanye makosa. Unaweza kulipanga nyumba sehemu nyingine hapa Marekani, alafu kakia tafuta nyumba, kama ulikuwa na haulipe kwa muda, ulikuwa haufanyii usafi nyumba yako, inakukuia matatizo kusiku nyingine ukitafuta enda apply nyumba. Unako apply hapa inakuwa process ya mkubwa. Kwa sababu gani? Nyumba kwetu tunayua utaenda kwa nani kutafutia nyumba wa dealership, wanakutafutia nyumba. Hapa nyumba ili uipate ni process, sio kusema eti niko na pesa yangu acha niende tu niongee na landlord nipane. Hapana. Kule tulikuwa nalipa mwezi mmoja, miezi 3 ndio warranty ya kulipa nyumba. Hapa ni contract ya mwaka. Na hiyo contract ya mwaka ni lazima kila mwezi uwe unalipa. Ukiwa hauna kazi, hauna nini, hawaruhusu kukupatia nyumba. Kwa nini hawaruhusu? Hakuna kitu ambacho pesa kutazitosha kwa kulipa. Na mbele uende apply watakuuliza unatumika kazi gani? Na hiyo kazi wanakutuma karatasi za pay stub, karatasi ya kupokelea yako hiyo, yani receipt zile ulikuwa unapokea za pesa. Before zile tu ziwaoneshe. Ukishazibaonesha ndio utarubaywe kalkili ya pesa ngapi unaingiza kwa mwezi, ili bayue nyumba yao utaweza kuilipa. Hiyo kitu inatupa changamoto sana. Mbele ya kutoka mnyumba, sio vile yetu ya Afrika ushapata nyumba unapita unatoka. Kisi unajisikia unatoka, tunaambia landlord mimi nimepata ingine nyumba natoka naenda. Hapana. Hapa kama uliandika contract ya mwaka, hiyo mwaka ni lazima uimalize. Na kama unapenda utoke kwa amani, hiyo kama ulikuwa umelipa mwaka moja, umemaliza miezi 5 tuseme hivyo. Ukishamaliza miezi 5, mbele utoke mwa nyumba kama ukifurahia, ni lazima ulipe hiyo pesa yote ambayo ilikuwa imebaki ili social security yako iwe na amani na usalama. Lakini ukitaka kutoka tu hivyo umejisikia unatoka, so nadhani hapo itaharibisha social security yako, na siku uta apply nyumba fasi nyingine inakuletea matatizo, hautaweza. Ila ndugu zangu, nadhani nyumba hapa zinapishana, sio kila gisi ukienda apply kuna wamoja wana apply online, kuna wengine wataenda kwa ofisi. So kitu ambacho kinakuwa rahisi ni bora ujifikie kwa ofisi kuliko ku apply online. Kwa sababu online inasumbua sana, utakutana na waskama wengi, wamizi ni wengi sana wanaiba online. Hiyo kitu nawaambia mjilinde nao na mjikinge na hiyo vitu vya online. Sababu online na waskama wengi. Ni lazima ukijua ofisi ya nyumba fulani iko hapa kwetu, walitutiliama address. Ukishaingia tu kusimu naandika ofisi ya fasi fulani ya nyumba fulani, utaenda na unafika. Hiyo kitu ni kitu ya maana. Tuchunguze na tukue na jichunga sana na hiyo vitu ili visije kuharibisha social security yetu. Na kitu kingine kwanza niwaibie kidogo. Hapa kitu social security ni kitu ya maana.
kwa sababu kishafika hapa wanakuambia hii kitu uichunge vizuri, usitembee nao wallet, itafutie fast code, iweka fast pazuri, kwa sababu hiyo so security wakiogota wako capable wako na ruhusa ya kwenda kukamata deni kwa hiyo jina yako, wakaribisha so security yako. Unajiuliza mbona kila siku government iko na niita mkoti? Nini tatizo? Tatizo ni kwa sababu ya kuchunga so security yako. Unaweza ukakutana uliweka msimu, maybe kwa bahati mbaya mtoto wao kamata simu akaposti kustati, hautajua. Mtu huko anaikamata, anaandika, anaenda anakamatia yako deni. Hiyo deni inakuletea matatizo kesho. Siku ya kwenda apply green card ama urahia wa hapa inakuletea shida. Kwa sababu gani? Uko na record mbaya kwenye so security yako. Hivyo vitu tuvijilinde sana ndugu zangu. Nitawaomba kwa wale wanatafuta kulala, usiku mwema, na kwa wale walioamka, asubuhi njema. Ila msisahau kuendelea kusubscribe, kulike na kucomment, na mtumie ndugu zetu link ili waweze kufuatilia vipindi vyetu katika TV yetu ya Changamoto za Marekani. Ciao.